you are not in the right place. And that's why many times I've told you, I struggled in life. Life is not about kupata pesa. It's about operating katika your gift. Because zaidi ya pesa, kuna satisfaction. Many of us naishi tupate tu mapato ya chakula. That means we are struggling to make little money ili tuendelee. And God wants you to rule a certain nation, mahali fulani. Mahali utafanya vizuri na pia pesa zinakuja maana hungangani uko katika ofisi yako. May God give you an office today, utambue eneo lako, uende pale na kipawa, alafu ukigeuka popote kinafanikiwa. Wale mmekaa na branch moja ya biashara na haijaendelea, haijawahi kuleta 10,000, kuanzia leo nataka utambue kipawa chako ili uweze kuwa na branches nyingi, ulete mamilioni. That is kingship. Fika mahali unatawala through your giving. God, next chapter 18 verse 16. 16 nasema hivi, Mithali 18:16. Zawadi ya mtu humpatia nafasi, humleta mbele ya watu wakuu. Humleta mbele ya watu wakuu. Let me read King James. Inasema 16, a man's gift makes room for him and brings him before great men. The thing is this, inakuleta mbele ya wakuu. Kipawa cha mtu kinafungua mlango. I pray wengine mtaenda kuapply jobs, mtaitwa. Utasimama mahali fulani, watasema I want to know more about that person. Na huyo ni mkubwa anasema, huyo mtu nataka akuje hapa afanye kazi katika ofisi yangu. Kwa sababu kipawa chako kianza kuonekana, kinafungua nafasi. May all of you now, nafasi zianze kufunga through your gifting. Kipawa chako kifungue nafasi, uitwe. Hallelujah. Kipawa chako, Biblia inasema inafungua mlango. When people are saying there are no jobs, wewe unafuata kipawa chako. Unaweza kuwa fundi wa kipawa. Fundi ambaye unavutia watu. Now quickly, kwa sababu ya time, tumalizia tatu. What is the concern of a king? People. Watu. Now Jesus as a king, na sisi kama kings. Hebu tusome Proverbs 14:28. People, sema watu. Sema kwa sauti watu. In a multitude of people, verse 28, is king's honor. But in the lack of people is the downfall of a prince. Kiswahili, utukufu wa mfalme ni wingi wa watu wake, bali uchache wa watu ni uharibifu wa mkuu wao. Now, wale mlikuja kwa mafundisho, we talk about multiplication. Now, remember tunazungumzia mambo ya kiroho hapa ambayo yanaweza kuleta impact katika ulimwengu wa kawaida. Wakati Mungu anasema endeni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi, God as a king, he is honored when multitudes come to him. Mungu hataki watu wachache. Anasema twende kwa mataifa mangapi? Mataifa yote. Why? A king with few people. Let me tell you, why is United States wananisha, naomba mnisamehe, na kwa sababu niko online, I hope it will be treated kama nadharau mtu. Na taifa hapa linaitwa Rwanda. Unaikompeaje na USA? President Kagame, I think it's Kagame.